Okay, kwa majina inaitwa Hamed Saburi, lakini jina la muziki na sanaa na naitwa Brandboy. Ni mwanamuziki wa kizazi kipya kutokea Zanzibar, na leo niko katika my replay kupitia Raysan Production. Sasa nitajibu yale maswali ambayo nitaulizwa na yale maswali ambayo yamenifikia. You are welcome. Naanza na swali namba 1. Kwa sababu swali la kwanza limekuwa la moto sana. Anasema, je, umeoa au una mpenzi? Ni swali zuri, lakini mi mpenzi naye, kwa sababu hata ananiangalia ni mpenzi mtazamaji, unajua ni mpenzi wangu, lakini as a boy sipo single. Kwa hiyo nadhani swali hili linatosha kulijibu. Okay. Muziki umekupa faida gani? Nyingi sana. Nikisema nyingi, mwanzo wa wingi ni mbili. Nyingi sana. Cha kwanza, serikali yangu ya Zanzibar kunitambua kama mimi mwanamuziki kwa usanii. Hiyo ni faida kubwa, kwa sababu kuna watu wengi sana wanafanya na hawatambuliki kiserikali. Kwa hiyo ni faida ya kwanza, lakini pia ilikuja pale nilipotokea kuumwa, niliona pia msaada kutoka katika serikali yangu, ambayo kwa nchi nyingine ambazo zipo Afrika ni ngumu sana kama kuona waziri wako wa sehemu maalum kuona anakuja kukuangalia za hospitali kama kijana wake, kwa sababu anajua uwepo wako katika sanaa. Then heshima pia kwa familia, imeamini kwamba kijana wao niko kihalali katika nchi na anafanya kazi ambayo iko rasmi. Kwa hiyo nashukuru sana. Kwa hiyo naweza kusema muziki una faida nyingi. Tumezoea kusema labda faida zile magari nini, ni vitu ambavyo vinakuja, lakini nadhani nina vitu vingi zaidi ya hivyo ambavyo wengine wako navyo. Unajua, mpaka unaenda kupiga picha na Mheshimiwa Rais na hujaenda pale wewe kama konda, ukwenda pale wewe kama mpiga debe, ukwenda pale kama wewe mfundi ujenzi, umeenda pale kama msanii, basi hiyo ni heshima kubwa na ni faida kubwa kwangu. Kwa hiyo nadhani tutakuwa tumeshaelewana wazee. Faida ziko nyingi, unazotaka nyiza magari macheni mingi nisitaki. Aliandika maswali, Mungu anamuona. Poa. Wewe kama msanii unaonaje miaka 5 ya Dr. Mwinyi na uongozi wake? Miaka 5 yake bwana ni ya moto sana, ni ya moto sana, apigwe makofi. Naweza kusema tumepata mtu ambaye tulikuwa tunamhitaji siku nyingi sana. Ni rais ambaye ni kipenzi cha watu, na miaka 5 yake mimi naona iko strong sana. Tumuongeze 5, ikizidi tumuongeze 100, hata 500 tumuongeze. Amefanya kazi nzuri sana, lakini kuna changamoto ndogo ndogo za kibinadamu. Mimi sio mwanasiasa, lakini changamoto za kijamii sana, especially katika industry yetu ya music. Tuna waziri mzuri pia, anapenda sanaa na anajua sanaa, lakini kuna baadhi ya watu ambao hawana uweledi katika music sana. Kwa hiyo unakuta rais anatamani kuona wasanii wake kuna sehemu, lakini anakuwa anashindwa kwa sababu za hapa na pale. Kwa hiyo ningependa sana kwa miaka 5 ambayo tunaenda nayo tena, basi Mheshimiwa Rais aweke jicho kubwa sana katika sanaa, na pia wasanii wa Kizanzibari ambao wako strong na kusimamia Zanzibar siku zote wana hamu sana ya kuonana na Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi. Kuna vitu wanatamani kuongea na rais. Kwa hiyo natamani sana kusema kwamba miaka 5 iendelee, yani tumpe tena 5 na ikibidi tumuongeze mingine tena 5 iwe 15. Dr. Mwinyi 5 tena. Asanteni. Hili nimelisoma na nimelijibu na utakiwa, nadhani sababu liko kisiasa kidogo. Hatari. Top 5 yako ya Zenji Flavor na Bongo Flavor artist. Top 5 yangu ya Bongo Flavor artist, naanza na, unajua Bongo Flavor wingi wanafanya vizuri, kwa hiyo top 5 ni ndogo, lakini kwa Zanzibar ukisema top 5 pia ni ndogo. Tamani sana ningeona top 10 ya wasanii ambao nawakubali. Mimi nasikiza wasanii wa kila aina, lakini napenda muziki mzuri of course, lakini na favorite ya wasanii wangu, lakini ni wingi sana. Hao 5 wamenibania sana. Nikianza na Zenji Flavor, naweza nikasema
Namba tano Zenji Flavor, Sapna namba 5. Alafu namba 4 Zenji Flavor anakuja Smiles Genius. Smiles Genius namba 4. Alafu namba 3 Musli ni mtu ambaye generation yake imekuja vizuri sana na welcoming yake ambayo imekuja nayo mjini pia ni nzuri sana, anafanya kitu kizuri. Namba 2 ni mimi mwenyewe na namba 1 mimi mwenyewe. Nitasema kwa nini baadaye. Basi hapo nitakuwa gumu, hajanitaja. Hapana, tunatajana familia. Okay. No, na top 5 ya Bongo Flava kwa sababu top ya Zenji Flavor ilikuwa kali sana, kwa hiyo sasa nimesahau hicho kitu. Top 5 ya Bongo Flava ni sema nani? Unajua Bongo Flava wengi wanafanya vizuri, wanakuja. Namba 5 Mario, namba 6 namba 5 Mario, namba 4 Zuchu, namba 3 Traiza, unadogo anafanya R&B sana. Then kuna Alikiba na Diamond Platinum. Sasa hapo nyinyi mtachagua yupi namba 1, yupi namba 2, lakini sema Alikiba na Diamond Platinum. Hivyo. Hii nimeipeleka kijamii kabisa kwa sababu watu sikizi muziki yao pia. Tunaenda katika swali lingine. Tuko speed kidogo kutokana na maswali ni ya moto na ana fitna ndani yake. Mashmale, Jilava, Lucky, unaondoka na nani? Kwenda naye wapi? Swali. Lakini ni Mashmale, Jilava, Lucky, unaondoka na nani? Okay, Jilava amefanyia kazi na generation yake, kuna watu waliowatengeneza, kuna Smiles Genius na watu wengine. Lucky amemtengeneza msanii wake pia Musli na vitu vingine, lakini Jilava pia alitengeneza wasanii wake na vitu vingine. Lucky pia ametengeneza wasanii wake na wengine, na Lucky ni mheshimiwa sasa hivi. Kwa hiyo naondokana nani? Nadhani ni hali ya nani labda namkubali au labda nani kama ndio anayefanya naye kazi. Mimi naweza sema hapo kwa generation yangu mimi naondoka na Mashmale. Yaani itabidi tuingie katika wote, tuondoke wote kutokana na yeye ndo ametengeneza mimi na yeye ndo ametengeneza Zenji Flavor kwangu mimi na AP yangu mpaka leo yeye. Kwa hiyo Mashmale ana nafasi kubwa sana katika muziki wa Zenji Flavor na Mashmale kwa watu ambao wamenitajia hapo wote ni harakati. Jilava the best, Lucky the best, lakini kwa hapo mimi naondoka na Mashmale. Aiwe. Nilijibu hilo. Naendelea. Sasa Kimbembe Hayawani Miss Chake Chake one more time. Ngoma ipo naikubali na kwa nini? Miss Chake Chake ni ngoma ambayo iko unique sana, kutumia edit voice ambayo some people wanaipenda sana, lakini ukija kwa Strawberry ni wimbo ambao ni freestyle tu kwa studio, kwa hiyo sikutumia creativity kubwa, lakini one more time ni wimbo ambao una history ndani yake kwa sababu ya ile hali ambayo ilitokea kipindi ambacho nilipata umwa na kuelekea ICU. Kwa hiyo tukiongelea one more time tunaongelea maisha, na tukiongelea Miss Chake Chake tunaongelea hali ya ubunifu wa mziki, jinsi gani tunaweka uwe mmoja na kuonekana na sound mpya na kupendwa kila siku. So back in my life one more time kwa sababu ni ngoma ambayo inanikumbusha ile hali ambayo ilishakunitokea katika maisha yangu na ni hard time. So hapo naondoka na one more time. Mtanisamee. Strawberry ameproduce nani? Yaani beat alitengeneza Labox na hii nyingine Miss Chake Chake alitengeneza DJ Walid. So narudi kwa Bonge JR hapo one more time. Maswali sio yameisha. Yaisha. Je, unauonaje mziki wa Zenji Flavor na unauona wapi? Nauona hapa Zanzibar, cha kwanza first of all. Cha pili, mziki wa Zenji Flavor ni mziki mkubwa sana duniani. Of course, una melody nzuri, una feature vitu vingi sana ambao sio matusi. Ukisikiza matusi ya wimbo wa Kizanzibari ambao ni Zenji Flavor, unaweza kujua labda mwezi mmoja mbele kama watu wameonyesha. Kwa hiyo ni mziki mzuri sana na nauona mbali sana. Nipeleke ushauri kwa serikali yangu sana. Tunaishi na vijana ambao wanajua mziki of course tayari, lakini biashara yao ya mziki ndo imekuwa ngumu. Au wenzetu tunaona wanasogea huko,
na tunafanya nao kazi kila siku, wao serikali yao inawaangalia, inawalipa vizuri katika show, inawalipa vizuri kwa kila kitu ambacho kinawafanya. Tuache kuwatumia, muache kututumia sisi, nasema tena, muache kututumia sisi wasanii wa Kizanzibari kama chambo sehemu, na sisi tulipeni vizuri. This time tunaenda katika masuala ya siasa, huku tutaishi vizuri. Hatukubali nyinyi maorganize ambao mna organize show za wasanii, zikimaliza kampeni mnaendesha magari. Sisi wasanii ndio kwanza tunaomba lift ikimaliza nini. Sasa nani anaimba? Sisi nyinyi. Kwa hiyo tunahitaji mikazo, na niwaambie tu Dr. Mwinyi kwamba vijana wake wana hasira sana na wanamwimbia kila siku nyimbo nzuri za kumpamba kwa anayoyafanya kwa sababu yanaonekana. Lakini kuna position ndogo sana ya viongozi ambao hawaimbi na hawaje kupitia muziki. Jamani, tuishi vizuri na tuishi sawa katika maisha. Tunataka kila mtu alipo pesa yake, mtu aishi kitajiri. Hataki tena kuombana. Thank you. Kuona uona mbali muziki. Kama unaona karibu wewe. Kwa nini Pemba Giant? Kwa nini Pemba Giant? Okay. Mimi babangu Mpemba, mamangu Mpemba, nimezaliwa Pemba. Yaani hata ile mama hakuja sijui mnazi mmoja hospitali. Mimi nimezaliwa pia Pemba. So I feel proud nikisema mimi ni Pemba Giant, sababu translate ya neno giant ni jitu. So mimi ni jitu la kutoka kule Pemba. Of course mimi ni Mpemba halisi. Sasa najiproud na kwetu, na nadhani pia nafanya vizuri nikipresent pia kwa nafasi yangu, japo tuko wingi ambao tunafanya katika nafasi zetu. Kwa hiyo ndio maana Pemba Giant. Nadhani na swali moja la last, I don't know. Neno moja kwa wasanii. Matatu. Tuache unafiki, tufanye kazi. Sisi sote ni wapambanaji, hatutaki kuzikwa kimaskini. Asanteni sana. Ukienda katika digital platform YouTube channel yangu, kuna muziki mingi sana. Kuna The Return of Zenji Flavor EP iko kule katika digital platform zangu zote, inapatikana kama its_Brainboy. Kwa hiyo fuatilia muziki wangu. Mimi naitwa Brainboy Pemba Giant, all the way for Pemba Island. Ciao.